Mwaka 1912 tarehe 15 April alizaliwa rais wa milele katika taifa la Korea Kaskazini. Anaitwa Kim Il-sung, babu yake na Kim Jong-un, ambapo wao wanatambua kama ni rais wa milele, mbali ya kuwa taifa hilo linaloongozwa na rais wa hivi sasa Kim Jong-un anabaki kuwa ni mwenyekiti wa chama tawala chenye nguvu na mamlaka kamili ambaye amefariki dunia. Kim Il-sung alizaliwa mwaka 1912. Kila inapofika tarehe 15 April, Korea Kaskazini huwa anaadhimisha siku hii kwa kipekee kwa kuonyesha nguvu ya gwaride la jeshi walilonalo, silaha za nyuklia na vitu vingine kadha wa kadha. Kutoka katika utawala wa Kim Il-sung na babu yake na Kim Jong-un, hapa ndipo ilipozaliwa kalenda ya Juche. Juche ni neno la Kikorea ambalo Kiswahili linamaanisha kujitegemea. Kujitegemea kwenye elimu, kijeshi, msukumo wa nguvu ya falsafa kwa kile ambacho wao wanakiamini. Wao na mataifa mengine wako tofauti na sisi tunaotumia kalenda yetu hii ya hii leo mwaka 2026 katika kipindi cha mwezi wa 3. Wao wenzetu wako katika mwaka wa 115. Ni mambo tofauti wanayoyaamini katika taifa lao. Sasa baada ya uongozi wa Kim Il-sung, babu yake na Kim Jong-un, akaja baba yake Kim Jong-un ambaye ni Kim Jong-il, ambaye alishika hatamu ya madaraka mpaka pale ambapo alifariki, na mtoto wake Kim Jong-un aka Kiduku akashika mamlaka kamili ya taifa hilo la Korea Kaskazini. Misimamo mikali ndiyo ambayo imemtambulisha kwenye ulimwengu, lakini katika kipindi cha miaka ya nyuma toka kuamini kwao taifa lao la Korea Kaskazini kuanzishwa mwaka 1912 baada ya muasisi wa taifa hilo Kim Il-sung, wanaamini kwenye falsafa ya mambo tofauti, lakini kwa Kim Jong-un imekuwa ni tofauti sana na wengine, na ndio maana heshima anayopewa ni ya kipekee sana. Amekuja na utofauti wa kimadaraka na kimamlaka kamili, ambayo hapa anaongoza taifa la Korea Kaskazini. Kutoka mwaka 2011 alipochukua hatamu ya madaraka kutoka kwa baba yake Kim Jong-un, Kim Jong-un amekuja na sera ya Byunjin. Hii ni sera ya kuendeleza mkakati wa uchumi na silaha za nyuklia katika taifa la Korea Kaskazini. Ni jambo ambalo limempa heshima na kuogofywa pia na baadhi ya watu, kana kwamba ni kiongozi mwenye maono ya kipekee kwenye taifa hilo, na huwa kauli yake yote anayoitoa ni sheria na haipingwi na mtu yoyote. Sasa leo kupitia ripoti ambayo nakupatia kwenye kurasa wangu wa Instagram, lakini YouTube channel yangu @AliKashmiri, nimepata bahati na kuzungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Leonard Chakupewa. Anatupa sehemu ya mtazamo wa kile ambacho anakiona kwa Kim Jong-un kufanya matamasha ama kuonyesha sehemu ya silaha za nyuklia kwa kufanya majaribio mara kwa mara. Kim Jong-un kwa miaka ya karibuni amekuwa akiibua maswali mengi sana duniani. Mojawapo ni programu ya mara kwa mara inayohusisha ujaribuji wa makombora ya ballistic katika nchi yake. Hili ni jambo ambalo kwa kiasi kikubwa sana limekuwa likiwafanya watu kutafakari nia na dhumuni nyuma ya hatua kama hizi ni nini hasa. Sasa leo nataka nikwambie mambo kadhaa. Moja, Kim Jong-un unafahamu amekuwa katika migogoro au kutokuelewana na mataifa mengi sana ya magharibi, akiwemo Marekani, lakini pia zile nchi zilizo katika muungano wa NATO. Kwa hiyo majaribu haya ambayo yamekuwa akiyafanya hadharani, yakipostiwa katika mitandao ya kijamii, yanalenga hasa kuyafanya mataifa haya ya magharibi hasa kujua ya kwamba taifa hilo liko imara kijasusi, lakini pia kijeshi. Lakini namba 2, analenga pia kuifanya Korea Kusini, ambaye ni hasimu wake wa muda mrefu sana, kuhakikisha kwamba ule usuhuba alionao na mataifa ya magharibi, hata kama ungekwenda mbali kiasi gani, hauwezi kumsaidia. Asante sana Leonard Chakupewa kwa kile ambacho umetueleza. Lakini kutoka katika mji mkuu wa Korea Kaskazini, Pyongyang, hapa katika kipindi cha miaka 2022,
Kim Jong-un alionekana na binti yake Kim Jong-ae, ambaye kimsingi binti huyu anatajwa pengine kuwa na umri wa miaka 11, 12, 13 mpaka kuelekea 15. Kila mmoja ana namna ambavyo huwa anazungumza, na hii ni kwa sababu Kim Jong-un huwa haruhusu taarifa zake nyeti, hususan za kwake binafsi, watoto na sehemu ya taifa lake kuwa hadharani. Kwa hiyo haijawekwa hadharani binti wa Kim Jong-un ambaye ni Kim Jong-ae ni mwaka gani amezaliwa. Watu wana guess kutokana na muonekano wake na vitu vingine kadha wa kadha. Na inatajwa pia Kim Jong-un anao watoto wengine, mmoja akiwa ni mkubwa zaidi wa kiume, lakini anaye pia mtoto mdogo wa kiume, lakini hajaamua kuwaweka hadharani. Hayo ni maneno tu watu wanazungumza, lakini Kim Jong-ae ni binti yake ambaye kutoka kipindi cha mwaka 2022 ameonekana akiwa naye kutoka katika mji mkuu wa Korea Kaskazini, Pyongyang, lakini hivi sasa akienda kwenye maeneo tofauti tofauti, hata wakati mwingine kwenye safari za kimataifa. Moja ya kitu ambacho binafsi najiuliza, lakini hata wewe ni dhahiri ya kwamba pengine kile ambacho wachambuzi wengi na watu wengi wanakizungumza ya kwamba ndiyo mrithi wa kizazi cha 4 kutoka kwa babu yake Kim Jong-un, kutoka kwa baba yake Kim Jong-un mpaka kwa Kim Jong-un mwenyewe, anayefuata ni Kim Jong-ae katika kizazi hiko cha 4. Ama tafsiri yake huwa ni nini hasa? Hapa Leonard Chakupewa anatueleza kinaga ubaga. Kim Jong-un alikuja madarakani kumrithi baba yake. Utawala wa Korea Kaskazini kwa miaka ya tangu kupata uhuru wake unaweza ukasema ni wa kifalme, ingawa taifa lenyewe linajinasibu kwamba linafuata mfumo wa kidemokrasia. Chama cha kikomunisti cha nchi hiyo ambacho kimekuwa madarakani kwa miaka yote kimekuwa kikiongozwa tangu katika hatua za mwanzo na baba yake mzazi, ambaye hata baada ya kufariki kwake bado anatambulika kama mwenyekiti wa chama hicho, licha ya kwamba tayari alishafariki. Na katika utamaduni wa kawaida mtu akishafariki huwa inachukuliwa kwamba kila kitu kimefika sawa, lakini sio kwa Korea Kaskazini. Kwa hiyo kwa Kim Jong-un kutema mtoto wake mara nyingi sana, yamkini ikawa ni utaratibu ule ule ambao baba yake mzazi alifanya kwa yeye kama mwanaye kabla ya kufariki dunia, kama njia ya kumuandaa kwa ajili ya kuchukua nafasi baada ya yeye kufariki. Hiyo ndio ripoti niliyokuandalia siku ya leo. Pengine wewe unaweza ukaniambia kwa mtazamo wako, unaonaje sehemu ya kimamlaka kamili ya taifa la Korea Kaskazini na falsafa ya Juche kama sehemu ya kalenda yao na uhuru wa kujitegemea kwenye vitu vyao? Lakini wakati namalizia, ni kuacha na hili. Kim Il-sung, babu yake na Kim Jong-un, alifariki mwaka 1994. Baada ya hapo maisha mengine yakaendelea, lakini kwao tarehe 15 wanaitaja kama Sun of the Day, yani siku ya jua, ambayo huadhimisha masuala mengi ikiwemo gwaride la heshima ambalo huwa linajitokeza na kuonyesha silaha mbalimbali ikiwemo silaha za nyuklia na teknolojia pia nyinginezo katika taifa la Korea Kaskazini linaloongozwa na Kim Jong-un aka Mr. Kiduku. Ya kwangu kwa leo ni hayo. Usiache kusubscribe YouTube channel yetu @AliKashmiri, lakini kuendelea kunifollow, like, comment na kushare. Yapo mengi ambayo una kila sababu ya kuyafahamu papa hapa. Mimi ni swaiba wako Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo, Eid al-Mubarak.